Shalom ya mtu wa Mungu popote ulipo. Ninatamani nikukumbushe tena andiko nami nijikumbushe vile vile. Ninatoka kibaruani ila najisikia kwamba twende gawanya kifungo hichi. Nilikuwa nikisoma kitabu cha Yohana 5 pale ambapo historia ile labda umeshajifunza habari zile ya yule mtu alikuwa pembeni ya birika miaka 38 akikosa yote yule atakayemsaidia kumbwaga ndani ya birika kipindi maji yanapotibuka, malaika wa Mungu wanapoteremka. Ila Bwana Yesu alivyomkuta yule jamaa pale amezoofika kweli, amepumbazwa kabisa, akiangalia kushoto kulia hana msaada wote, lakini Bwana Yesu alimwambia jitwike godoro lako na uondoke. Baada ya hapo, kabla ya kujitwika godoro, jamaa amejitia mambo mengi sana, akasema tazama Bwana, mimi niko hapa muda mrefu sijui nini, maji yanapotibuliwa malaika akiteremka kutoka juu mbinguni, sina yote yule ataka kwa msaada wangu wa kunibwaga ndani ya birika ili nipokee uponyaji. Ila Yesu alimwambia jitwike godoro lako na uondoke. Alafu vile vile Wayahudi wakamfuatilia Bwana Yesu, maana walikuwa wakimwinda wakimtafuta usiku na mchana, njia ipi watakao kumteka. Natamani kukumbusha kwamba Mungu wako ambaye ni Mungu wetu bado anatujali. Mungu bado anatenda kazi. Ikiwa usiku wala mchana utadhani kwamba Mungu amelala, amekuachilia, amekutupilia katika hali ambayo uko nayo na katika huyu mazingira yako ya kutatanisha, hata katika hali ya raha ambayo uko nayo, utadhani kwamba Mungu yu mbali nawe. Nakwambia mpendwa, Mungu bado yu pamoja nawe. Wayahudi wamemshambulia Bwana Yesu wakimtafuta, akasema na kuwa jamaa anakwenda kutenda muujiza kama na huyu, anapotamka tu jitwike godoro, na jamaa akajitwika godoro akaondoka. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Yohana 5:17, akawajibu baba yangu anatenda kazi hata sasa na mimi ninatenda kazi. Walivyompelekesha Bwana Yesu kumuuliza, tazama ni siku ya Sabato, usingetenda miujiza kufuatana na zile sheria za Kimusa, zile sheria za kimaandiko, naye akasema kwamba baba yangu anatenda kazi hata sasa, hata nami natenda kazi hata sasa. Mpendwa, natamani kutie moyo, nikukumbushe mahali pote ulipo, baba yako ambaye ni Mungu wangu, ni baba yako, ni Mungu wetu wote, bado anatenda kazi kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unajua ibilisi waga kipindi fulani ukijikuta kwenye shida ngumu, jaribu, ambao ukiangalia kushoto na kulia kama jamaa yule pembeni ya birika anatafuta ni nani atakayembwaga ndani ya maji ili apokee uponyaji, muujiza wake, akamkosa yote ule. Inaweza kipindi fulani unajikuta unatazama kushoto na kulia, hauna msaada wote. Ndipo kipindi ambapo ibilisi uchukua imani ya walio wengi. Ndipo mara pale ambapo ibilisi unakwenda kukatisha tamaa imani ya Wakristo walio wengi. Unasema labda yamkini Mungu anijali, Mungu hayupo tena, Mungu yuko mbali, Mungu anisikii. Labda ibilisi analeta hata zile njozi mbaya, anasema labda wewe ni mtenda dhambi, kuna dhambi ambayo haujawahi kiri mbele za Mungu, ndio kwa maana Mungu wako amekuachilia. Mtumishi wa Bwana, sote tunakwenda mbinguni, tunatamani siku hiyo Yesu atulaki mbinguni. Tunajua kwamba jambo kubwa la kututenganisha na Mungu wetu ni dhambi. Mpendwa, unaponyenyekea, unatengeneza, unapotubu katika roho na kweli, ujue kwamba Mungu wako aliye juu mbinguni amekusamehe, amekurehemu na amekutakasa kwa damu ya mwana kondoo. Ndio hivyo, na ndio kwa maana kukumbusha kwamba yeye Mungu anayetenda kazi kupitia jina la Yesu Kristo bado angali yule yule jana, leo, hata milele. Na ndio kwa maana tunamjua kwamba Mungu wetu ana majina tofauti. Yeye ni mwanzo na mwisho, ni Alfa na Omega. Anatenda miujiza kila itwa leo. Mahala pote ulipo, ikweli katika shida, katika taabu, magonjwa, huzuni ambao unayo, hata na raha ambao unaojua kwamba bado Mungu yu pamoja nao. Maana Mungu asipolinda au linda afanya kazi bure. Mungu asipotenda miujiza, miujiza yote ni kwa bure. Wasikudanganye wapendwa, mjiza utoe kwa mwanadamu yoyote yule. Anamtegemea Bwana lazima Mungu atakwenda kumuonekania. Anamtegemea Bwana lazima Mungu atakwenda kumuinua. Ninatamani kukumbusha, Yesu amegeukia Wayahudi akamwambia, Mungu wangu anatenda kazi hadi sasa. Baba yako ambaye ni baba yangu bado anatenda kazi kupitia jina la Yesu. Ni kwetu mimi na wewe tushimame kideti mahali ulipo. Usiumbishwe na imani yako, usiumbishwe na jaribu ya kila aina, usiumbishwe na mambo ya dunia, maana yote atapita. Umlingane tu Mungu, mlilie Mungu wako na mwambie Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu fanya msako ndani ya moyo wangu, Roho Mtakatifu fanya msako ndani ya nafsi yangu, ili chochote kile ambacho si kizuri, si mapenzi ya Mungu aking'oe. Na uende kumlilia Bwana, Baba, ninajiachilia wazi mtupu mbele zako Mungu, uende kunifungua ili nisije nikakosa mbingu. Mpendwa mtumishi, jitie moyo, jifariji, mlingane Mungu, usimwachilie Mungu. Ujue kwamba wokovu wako bado uko njiani. Mungu yuko pamoja nawe, anakupenda. Ni katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Amen.